Haleluya, haleluya. Kile kitabu cha Torati 30:19 kuna kitu anasema, nimeweka mbele yako uzima na mauti, chagua we mwenyewe. Nimeweka uzima, mauti mbele yako, chagua mwenyewe. Haleluya. Anasema chagua mauti ya uzima. Mwanadamu ana nafasi ya kuchagua namna ambavyo anaweza kuishi mbele za Mungu. Mwanadamu ana haki. Ndio maana wakati Mungu anamweka Adamu kwenye bustani ya Edeni, alimwambia una maamuzi. Hii miti mingine kula, lakini huu mwingine usifanyeje? Ila wewe ukiamua unaweza kufanyaje? Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Chukua maamuzi mapya ili uishi agano la Mungu. Maisha ya utumwa au maisha ya ushindi, mwanadamu anaweza kuchagua. Yaani mwanadamu anaweza kaamua aishi maisha ya utumwa au aishi maisha nini? Ya ushindi. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Okay, rudi kile kitabu cha Malaki 3:13 hadi 15. Kile kitabu cha Malaki 3:13 hadi 15. Unaweza ukachagua kuendelea kuishi maisha ya kulalamika kama kawaida ya warokole, au ukamuka kasirika ukasema staki. Kila jambo ambalo linahitaji maamuzi lina gharama yake, na kwa sababu ya gharama, ndio maana wakati mwingine watu wengi wanashindwa kufanya maamuzi ambayo ni sahihi, yanaweza kuleta faida baadaye. Na kwenye mambo ya kiroho au mambo ya kimwili, ukitaka vitu rahisi utakuwa mtumwa. Kuna mtu ajanielewa ninachokiongea? Iwe mambo ya kiroho, iwe mambo ya kimwili. Kama utataka mambo mepesi, mambo yasiyokuumiza, mambo yasiyokuchosha, umechagua kwa nini? Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watu wote waliofanikiwa, iwe kiroho au kimwili, kuna namna walivyochagua, kuna maamuzi walioyaamua. Tena kuna lugha ya Kiswahili nasema, fanya kazi kama punda ili uishi kama nini? Unafikiri kwa narenga nini? Wakati kuzungumza kitu gani? Sasa kwenye mambo ya kiroho tunataka tufanye kazi kama wafalme, halafu tuishi kama wafalme. Lazima tufanye kazi kama punda. Wakati punda anafanya kazi, kuna vitu vitamkuta. Atachapwa fimbo, ataremewa, ataubeba mzigo. Sasa kwenye mambo ya kiroho kuna vitu ambavyo lazima tupambane navyo. Lazima tufanye kazi kama punda ili kesho tuishi kama nini? Alafu lugha nyingine nasema, mchumia juani analia wapi? Kivulini. Anamaanisha nini? Wakati anasema mchumia juani analia kivulini, wakati anachuma atakutana na vitu vinavyomuudhi. Atakutana na jasho, atakutana na kuchomwa na jua, atakutana na maumivu. Sasa wewe utakapokutana naye yupo kivulini anakula maembe, hayo maembe hajayachuma kwenye hicho kivuli, ameyachuma wapi?
Sasa kwenye maisha yetu ya kiroho, walokole wameishia kulalamika, na haya ndiyo maswali yetu kila itwapo leo. Kwa nini walokole ndio wanaolalamika, ndio hawana mwelekeo? Si sawa? Hawana nini? Hawajui kesho yao. Wanajua walipoanzia, ila hawajui watakakoishia. Ndio waoga. Walokole ndio ambao hawajiamini. Hata kiwa anafanya biashara hajiamini, wakati mpagani anajiamini. Anaweka biashara, anasema hawa wote walioko hapa baadaye watanipisha. Sawa, watafanyaje? Lakini hakuna mlokole ambaye anaweza akasema naweka duka langu hili, hawa wavimba macho wote hawa kulia na kushoto watafanyaje? Si sawa? Tena tunawaogopa sisi, na wakija kuomba change tunatoa macho wasio kapitia za kwetu, wakati tungesema mje muombe change ili mkifanya ushirikina zihamie kwangu. Mapagani tukaenda kuyaomba change, anazipokea haraka haraka, anakuambia katafute na zingine, kwa sababu ninaamini nitahamisha mzigo kwake. Sisi wakiomba change kwetu, unasema angekuwa hajaziona nisingempa, maana simwamini. Badala huyu mlokole angesema kama huyu ni mshirikina nampa hela yangu, ila kufika jioni atakuwa yuko analalamika. Kufika jioni atakuwa yuko anafanyaje? Na hii njia hata pita tena. Tofauti. Sasa swali lilikuwa, je, ni kweli Mungu hawezi? Okay, tuendelee na somo letu na hicho kipengele kinachofuata pia, Malaki 3:13-15. 3:13. Ndio. Maandiko ya Mungu yanasema, ndio, maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, asema Bwana. Anayesema ni Bwana. Lakini ninyi mwasema. Mnasemaje? Tumesema maneno juu yako. Tumesema maneno gani juu yako ambayo ni magumu? Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida. Mmepigwa mpaka mkaanza Qurani, na mmenyukwa mpaka mkashindwa kumwamini Mungu wenu. Hamna Mungu wenu, hamtaki. Haleluya, haleluya. Kulikuwa na vijana, watoto wa baba yangu mdogo, walikuwa wakisikia baba yao akirudi nyumbani, kama hawajara wanafanyaje? Hawatakula, wanakimbia kwenda kulala, kwa sababu baba ni adui. Na yeye alikuwa akitokea kama kwa anakuja naongea mimi, ameshiba pombe, anaona dunia yote ni ya kwake. Sasa kwa sababu watoto walikuwa hawapati kila ambacho ilitakiwa kipate kama baba, akitokea huko anakotokea, watoto wanaanza kulia. Kama hawajala chakula, wanakwenda kulala bila kula chakula. Maana yake nini? Au ukiwafuatilia ndani ya mioyo yao, wanatamani baba angelala wapi huko, asirudi nyumbani, kwa sababu hawaoni faida ya baba. Badala ya baba yao kuleta amani na furaha, wanaona kama baba analeta mateso na simanzi. Sasa Mungu anasemaje? Maneno yenu yamekuwa magumu na mazito. Maana yake mnahisi mimi kama adui yenu niliwadanganya. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Halafu mlipokuja kwangu mkagundua mmeongeza mizigo, hamnipendi. Ndio walokole wengi. Wakati neno linasema reteni enyi mliolemewa, reteni mizigo yenu wapi? Kwa kuwa mimi kwangu nira yangu ni laini na mzigo ni mwepesi. Sasa wanadamu waliposikia hiyo kauli mbiu, wakaenda kwa Bwana, wanategemea awatue mzigo wa kilo 100. Baadaye wakagundua ni kama wana mzigo wa kilo 500, wakachanganyikiwa. Haleluya, haleluya. Na mwingine
kwa sababu anaogopa kwenda motoni, amevumilia tu. Lakini ukimuuliza hapa chini ya jua, Biblia inasema chini ya jua mara 100 na mbinguni uzima milele. Okay, hapa chini ya jua niambia hata 30 ulioipata, atakwambia kama ni 0 basi ni 0, toa 0. Haleluya, haleluya. Sasa hao walipoona kuna mizigo, hakuna ufumbuzi, wakaanza kunong'onezana wao kwa wao, kuna faida gani kuokoka? Kuna faida gani kumtumikia Mungu? Tulipata faida gani kwa kufunga na kuomba? Haleluya. Na sasa twasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri. Wenye kiburi wasiosikia ndio ambao wana afadhali, wana heri. Halafu naam, watendao uovu ndio wajengwao. Watendao uovu ndio wanaofanikiwa, ndio wajengwao, ndio wanaongezeka. Haya ni maneno ya warokore. Halafu naam, wamjaribu Mungu, wale wanaomjaribu Mungu, wasiosikiliza habari za rohoni ndio wanaofanyaje? Ndio waponywao, ndio wanaoponywa. Wanaokwenda kufanya ushirikina ndio wanaoponywa. Halafu ndipo wale waliomcha Bwana waliposemezana wao kwa wao, tena hawajaongea na wapagani, wanazungumza warokore kwa warokore, wanavunjana moyo. Tulipata faida gani tulipokwenda mbele za Bwana kwa unyofu, tulipofunga na kuomba? Haleluya, haleluya. Leo tunapata maelekezo ili uishi agano la Mungu. Maana agano la Mungu lipo, lakini hatuishi agano la Mungu. Tunalalamika tangu mwaka wa kwanza mpaka miaka 20. Ilitakiwa tulalamike mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa 4, lakini miaka inayofuata tuyaone mabadiliko halisi, ili aliyecheka, aliyekebei, aliyetukana Mungu wako afike mara aseme hakika Mungu wako ni Mungu sahihi. Okay, Luka 15:12 anasemaje? Neno la Mungu linasema, ndio, yule mdogo akamwambia babaye. Maana yake kama kuna mdogo kuna mkubwa. Huyu ana watoto wawili, kuna mkubwa na mdogo. Huyu mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Akawagawia vitu vyake. Baba yake hakuacha, akawagawia. Halafu hata baada ya siku si nyingi, wamegawiwa. Yule mdogo akakusanya vyote vikawa vyake. Halafu akasafiri kwenda nchi ya mbali. Ndivyo Bwana anapotugawia baraka. Wapo wengine wanatoka mbele za Mungu. Kuna watu wakati wakiwa na shida wanakuwa karibu sana na Mungu, wakitoka kwenye hiyo shida wanasafiri mbali na Mungu. Huyu mdogo anatoka karibu na baba yake, anaona baba yake anamsumbua. Sasa wakati mwingine Mungu anapotufanikisha, watu tunaona kama Mungu anatusumbua, michango kila siku. Haleluya. Niliwahi kumwonya mzee Yohana siku moja, Bwana asifiwe. Alikuwa anatoa na Mungu akawa anambariki. Akaanza kuona wengine hawatoi, na yeye akaanza, "Ni watu hawatoi, natoa mimi peke yangu." Nikamwambia, unachokitafuta utakutana nacho. Unachokitafuta utafanyaje? Bwana asifiwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nikaambiwa mwambie, wakati yeye anaposhindwa kutoa, anaweza kafanana na yule asiyetoa, kwa ili wawe nini? Haleluya. Sasa kuna wakati mwingine kabla Mungu hajatufanikisha, tunakuwa miguuni mwa Baba. Bwana kitupa sehemu ya mali, sehemu
yetu kwamba nimekubariki, nimekupa kitu hiki, tunaanza kuona baba ni msumbufu. Ndicho kilichomtokea huyu mtoto, akaanza kuona baba anambanabana, baba anasumbua, Mungu anasumbua, michango reta. Ufumbuzi alioupata, akili namwambia toka karibu na baba yako ukawe huru, ufanye unachokitaka. Inawezekana baba yake alikuwa anamwambia hii pesa nakupa, jenga, usiende kurewa pombe, usifanye uzinzi, mwanangu fedha ni ngumu, fanya hivi, hii fedha itaisha, itunze. Mtoto akaona anasumbuliwa na nani? Yaani mali yangu, nipe mali yangu, nipe sehemu yangu, alafu naanza kunipangia namna ya kuitumia. Haleluya. Mawazo anamwambia toka karibu na baba yako ili usisikie maelekezo yake. Walio wengi wakifanikiwa hawatakaki maelekezo ya nani? Hawataki maelekezo ya baba tena. Wanaona ni usumbufu. Haleluya. Anasemaje? Yule mdogo akakusanya vyote. Hakuacha hata akiba kwa baba, ili siku akirudi aanzie pale. Na wewe huwa hauachagi akiba, unachukua vyote. Hutoi sadaka, hutoi sehemu ya 10, na michango nalalamika. Unasema hivi ni vyangu, kwanza sijamaliza kujenga, sijamaliza kufanya. Nasema wewe kusanya vyote tu, haina shida. Kusanya vyote tu, nenda tu. Kusanya vyote tu. Lakini yule kaka yake, ujue kila mtu alipewa, si sawa? Alimpa kila mmoja nini? Huyu mwingine yeye akasema sitoki karibu na nani? Na baba. Manake yeye mali zake zilisalimika kwa sababu zina ulinzi, zina maonyo, zina ushauri. Anasemaje? Akasafiri kwenda nchi ya mbali. Akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Ukitumia mali vibaya inaitwa kutapanya. Lakini unafikiri alikuwa anagawa hivi? Alikuwa anatumia. Anakunywa pombe, anakula chakula kile, anafanyaje? Lakini kwa sababu hakuna utaratibu, inaitwa kufanyaje? Kutapanya. Unapofanya vitu, unapotumia mali bila kuwa na Mungu, inaitwa kutapanya. Ndio maana inafika mahali Mungu anafanyaje? Anaondoa urithi. Halafu alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi ile. Yeye naye akaanza kuhitaji. Sikiliza nikwambie, hata ukitoka mbali na Mungu wako, uhitaji utakujia. Jani anachokiongea. Kwa nini? Kuna mtu anasema nashiba rohoni kwa raha yake, ninao moto wa Mungu, naishi katika nuru kabisa, na nuru hiyo ni Yesu. Mtu yeyote ambaye yuko mbali na Mungu, uhitaji hautaishaga. Ndiyo maana leo kuna matajiri wakubwa, mambo yamewavuruga, wanaisha kuvuta bangi na madawa ya kulevya. Maana yake nini? Uhitaji uko pale pale, na roho hairiziki. Wakati anapofanikiwa pande huu, shetani anafungua mlango mwingine wa mateso. Niliwahi kuuliza mtu mmoja, kwa nini madawa ya kulevya sisi tulitegemea wale machokora tu ndio wayatumie? Akaniambia wale machokora mnawaona ni wengi kwa sababu hawana chakula, akiyatumia naenda kulala kwenye mtaro. Lakini madawa ya kulevya, vilevi, matajiri wanavitumia.
Sasa kwa kuwa yake kitumia naenda nyumbani kwake kulala, hutamwona kama ni mvuta bangi, hutaona kama anatumia nini. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia ndio wa kwanza wanaongoza kuwa na stress. Unasikia hicho kitu? Nauliza, sasa wanatumia ili weke, anatumia ili angalau apate usingizi, ajitoe ufahamu, angalau kichwa kipumzike, kwa sababu kinawaka kama moto, kinazunguka kama taa. Sasa kwa sababu yuko nje na Mungu, hana faraja. Wakati wote anawaza nitapewa sumu, nitakufa, nitavamiwa, nitafanyaje, vitu vitaisha. Akiingia ndani anakuta kuna msukura, anachanganyikiwa. Akienda dukani anakuta kuna mtu amekaa na meno karibia inchi 10, akimwanga anasema jamaa, kuna siku nitanigeuka. Akisinzia anaona yale maovu yote yanamjia usoni mwake, anaona ufumbuzi atumie madawa ya kulevya, arewe, ili angalau apunguze hofu. Maana wanasema mrefa na ujasiri anaweza kakuangana kaza, mbona mnakuja waine, nitawapiga wote. Anajipa ujasiri bobo, wewe ni mmoja bwana, sasa mbona mnakuja waine, nitawapiga wote. Anajipa ujasiri ambao anatembea porini, kuna wanyama, anaenda naongea, ninyi simba hata mkija mnafikiri mtaniweza. Anajipa amani, ila pombe zikiisha anaanza hivi, nipita ule msikiti peke yangu. Wewe ulikuwa unasema hata simba kija utampiga, sasa unaanza kuuliza tena nipitaje kwenye msikiti. Wanajaribu kutumia nini ili angalau, maana yake nini? Hawana amani ya kweli. Anasema akishatapanya uhitaji ukamjia harafu. Nasema kuwa ndio akashikamana na mwenyeji mmoja akashikamana na mwenyeji mmoja, naye alimpeleka shambani huko kulisha nguruwe. Akawa akitamani kujishibisha kwa maganda, akaanza kutamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe. Wamekula, wamebakiza, anatamani ashibe. Ukishapigika unatamani uende ukatafute amani kwa mganga wa kienyeji, hata yeye amani hana. Unatamani wangekwambia ukienda kwa mganga fulani anaweza kukupa dawa ukafanikiwa. Mafanikio hata yeye mwenyewe hana. Akatamani ajishibishe kwa maganda ya nguruwe. Haleluya, 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 haleluya. Wenzetu walichukulia nguruwe kama wanyama wachafu, wasio na heshima. Ndio maana Yesu anawaambia usitupe ruru mbele ya mbwa, mbele ya nguruwe, sijakanyaga. Walichukulia kama wanyama wasio na heshima, hawaheshimiwi. Leo ndo umebadilisha, mnaita kitimoto. Sasa yeye anatamani kujishibisha kwa maganda yaliyoachwa na nguruwe. Mtu anaanza kutamani aende kwa waganga wa kienyeji, Mungu anahesabu kama nguruwe, uende ukapate amani. Neema ameipoteza, alafu anaanza kutafuta chakula, maganda yaliyoachwa na nguruwe. Ni kitu kibaya sana. Mtu anapoteza neema ya Mungu, unaanza kutamani labda nienda kwa mganga akusaidie, wakati ndio umefanyaje? Nini unachokutana nacho? Kijana anasema kwa shetani wanaambiwa toa 6 ya 4, wakati Mungu amekupa neema anakuambia toa 1 ya 10. Sasa shetani anakuambia kwenye 10 utatoa 6. Kule kwenye nguruwe ana huruma yeye, hata dhahabu na kanyaga. Kwa hata ukienda wewe unaona ni mstaarabu, atakukalisha kwenye ngozi.
Sawa sawa. Ndio maana Yesu anachukua mfano wa nini? Nguruwe. Nguruwe hata umevaa vizuri kaingia kwenye banda, atakukanyaga, atakupaka kinyesi. Kenda kwa mganga wa kienyeji, nenda na suta na kuambia kinyume nyume, usigeuke. Na PhD na elimu naanza kwenda. Lakini nyumbani akikwambia ingia hivi, sema mimi. Yaani mimi naona unasuka niendesha vitu vya namna. Mimi. Ambia nije kinyume nyume. Tena unajishika. Nenda kwa mganga sasa. Kwambia kwanza kiona na koti, nakwambia hiyo koti weka juu ya kangozi pale kwanza. Vua viatu, acha kule. Kaa chini, nyosha miguu. Anachukua maji, unajua hata ametoa wapi. Kopo lenyewe unajua liliokota chooni wapi, anaweza kumwagia maji. Angalia juu, unaangalia. Nyumbani unakalia sofa, kwaka nakupa kangozi kaa. Nyumbani ukipewa kigodo na unanipa kigodo. Kwa mganga unakikalia. Tena sio kile kimepigwa hata misumari. Kamti kamoja kamepigwa kapigwa hivi tayari. Kaa. Alafu ila kuweze vizuri. Nakwambia ni kuacha wewe wanaanza kulima na nyembe ili ushike adabu na kupaka na pilipili. Ukisema inaweza nakwambia ndo dawa na Korea. Anakutoa machozi kwanza, unalia bila kupigwa. Unapita barabara na viatu mkononi. Alafu inakwambia watu hawakuoni. Wafanyaje? Alafu kipita hivyo wanakushangaa, huyu amechanganyikiwa, anasema hawanioni. Anakushikisha nazi mtu mzima, kaoge njia panda. Nashukuru siku moja aliwachapaga fimbo, sio ilikuwa hapa, sio ilikuwa wapi. Ganga amemwambia nenda ukaoge njia panda, watu hawakuoni. Deli binti nikaenda barabarani, anasema hawanioni. Gari zitakuja bibi, anasema hawanioni. Sasa watu wanasema ni nini? Wakachukua fimbo, kaanza kuchapa. Kamganga akaja asoma, hata kusoma akajui. Lakini kanashikisha adabu. Mtu mwenye kitambi kama jamaa yangu hapo anatulia. Kuna mtu mmoja sitamsema, aliibiwa fedha nyingi kama milioni 40. Akaenda kwa mganga mahali fulani. Hakajasoma, akamwambia leta 15. Aongeze milioni 15 ili zile zipatikane. Mpaka leo. Huyo kimwambia tunajenga kuchangia hata milioni 2. Utasema nani? Yani lakini kwa mganga 15. Alafu alipomfuatilia akamwambia sasa ukinifuatilia nitakugeuza kichwa chini miguu juu. Akaishi hapo. Akaanza kujirisha chakula, maganda yaliyoachwa na nguruwe. Anaanza kutafuta vitu ambavyo alishavuka. Mungu amekusaidia huko vizuri, unaanza kutafuta watu na kuchanja chana wako karibu na mwili wako. Anasemaje? Anasema kuwa ndio akawa akitamani kujishibisha kwa maganda yaliyoachwa na nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipowaza moyoni mwake akatafakari vizuri, akasemaje? Ni watumishi wangapi wa baba yangu hivi nyumbani kwetu, hivi kweli kwa Mungu. Nashukuru Mungu na watu wanapigika rafu, wanarudi kujiuza. Hivi Mungu hawezi? Haleluya. Hivi baba kweli nikienda kwake hii tabu naipata hapa nitakosa chakula cha mchana?
akaanza kuzingatia moyoni mwake, anawaza, haya maisha ninayoishi hivi, mbona kuna watumishi nyumbani kwa baba yangu wanakula na kunywa, halafu ni watumishi wangapi wa baba yangu ndio wanakula chakula na kusaza, wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa, na mimi hapa ninakufa kwa njaa. Hivi kweli tunakufa kwa njaa kwa sababu baba yetu hawezi? Haleluya, haleluya. Yaani hivi tunafedheka hivi, baba yetu hawezi? Tunapata aibu kwamba Mungu wetu hawezi. Huyu alipata neema mwenyewe. Shida ninayoipata, shida ni baba, ni mimi. Akagundua ni yeye. Okay, mbona Mungu ameponya wengi, kuna watu wamepata neema kwake, hivi mimi hawezi kunisaidia? Ndio kitu anachokiwaza. Napata shida namna hii, mbona kuna watumwa kwa baba wanakula na kunywa tena wanabakiza, mimi napataje shida hii? Akakasirika ndani ya moyo wake. Halafu nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia. Nitaondoka, nimesema chukua maamuzi ya kufanyaje. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Chukua maamuzi mapya, uishi agano la Mungu. Nitaondoka, yule ni baba yangu, alishanizaa, hawezi kunikataa. Kama watumwa wanakula na kunywa wanasaza, yule ni baba yangu, kwana hata kama nilimkosea nitakwenda. Kuliko kufa vibaya, kuliko kuaibika, kufedheka, nitakwenda. Halafu anasemaje? Baba, nimekosa juu ya mbingu. Nitamwambia baba, nimekosa juu ya mbingu na mbele yako. Sistahili kuitwa mwana wako. Sistahili kuitwa mwana wako. Nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Ikikupendeza Mungu, inawezekana sina haki ya mimi kuitwa mwanao. Basi kama ikikupendeza, ufanye kile unachokiona, lakini niwe miguuni mwako. Halafu anasemaje? Akaondoka akaenda kwa baba yake. Akafanya hatua. Nilisema hapa ndipo tunapotofautiana na huyu mwana mpotevu. Yeye alipogundua alishakosea, lakini ana imani na baba yake. Sio kama nani anachokiongea. Yeye alipogundua ameshakosea, lakini alikuwa na imani na nani? Na baba yake. Anasema nitaondoka, anafanya hatua. Nitakwenda mbele za Bwana, nitakwenda mbele za baba, nimwambie nilishakosea, ila kwa sababu najua baba yangu ana uwezo, hata niacha, sitakufanya. Wangapi wenye mitazamo hiyo mbele za Bwana? Wachache sana. Tunaishia kulalamika, Mungu afanye, Mungu. Yeye angeishia kulalamika, asifanye hatua, angefia pamoja na nguruwe, angefia utumwani, na inawezekana angezikwa kwenye tope la nguruwe. Yeye maamuzi anamwambia, kwa kuwa nilishafanya kosa, naenda kwa baba, yeye atanipokea. Halafu akaondoka akaenda kwa babaye. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimwona, akamwonea huruma, akaenda mbio akamwangukia shingoni. Ndiyo kazi ya Mungu wetu, akambusu. Haleluya, 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 haleluya. Hali yote atakayoikuta, lakini najua baba yangu ana uwezo.
anipe neema upya. Alipomuona kwa mbali, Mungu wetu anaonaga kwa mbali. Ukiweka nia tu anajua huyu mtu amekusudia kunirejea. Nirejeeni ili muione neema yako. Haleluya, 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 haleluya. Alipofanya hatua, Baba kamwona kwa mbali, anasema pamoja na yote yule ni mwanangu aliyekosea, lakini anakuja miguuni mwangu ili nimtetee. Akafika kambusu, watu ikawashangaza. Hapo ndipo napompenda Mungu. Hata watu wangejua wewe ndo basi, ukichukua maamuzi unarudi miguuni mwake, yeye anafanya upya. Pamoja na muda mwingi aliyopoteza, ila baba yake akuhesabu muda aliofanyaje. Haleluya. Walokole tunalalamikia vitu ambavyo sio haki yetu. Narudia tena, sisi si waaminifu mbele za Bwana, halafu tunataka Mungu afanyeje? Atulipe. Cheka nachokiuliza. Rudia tena. Ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Ni nani kati ya hao wanaolalamika? Kati ya hao wanaolalamika, ni nani aliyetangulia kunipa ili nimlipe? Ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Ni nani aliyetangulia kunipa nikamdhulumu ili nimpe haki yake? Mbona mnalalamika? Sasa sisi walokole tunalalamika kwa sababu hatuna maarifa ya kutangulia kumpa Mungu ili afanyeje. Sisi tunataka tumdai Mungu vitu ambavyo hatukumpa, na hata tukimpa, ukiona mtu anasimama anasema kati yenu anayenidai aseme ni mlipi, ana uhakika kwa anayenidai. Na hata walionipa, nilipowalipa hawakuridhika na nilichowalipa. Niliambiwaga watu wanatoa mbuzi ila wanadai ng'ombe, na ng'ombe wakipewa wanaenda kudai yule mbuzi. Anauliza, waulize wana Sayuni, ni nani aliyenipa ili nimlipe hata nimlipe? Tulipokaa chini tukajichuja wenyewe, tukakuta hakuna kitu ambacho Mungu tulimpaga hakutulipa. Uongo kweli? Mzee wana Mungu akukulipaga? Mzee wana alitoaga hela, akalipwa kiwanja, akalipwa nyumba, akalipwa bajaji 2 kipe, alafu anataka Mungu endelee kumpa. Bado Mungu anamdai. Mungu wewe, Mungu wa baraka, Mungu wa Sayuni, wewe Mungu bado unaninyima. Mungu anasema wewe ulinipa mbuzi nikakupa ng'ombe 2, bado unanidai mbuzi. Halo, halo, halo. Miaka iliyopita tukakutana kwenye ibada ya vijana, alikuwa anahubiri Mwenge. Na mtamka kwa sababu ni jambo jema, mtu asifiwe kwa wema aliofanyaje. Wakati yuko na hubiri akagusia habari ya sadaka, akasema hivi, mimi wakati natoa sadaka 500 1000, sijui hata leo watakumbuka kama tuko mjini na hisi, nilikuwa natoa sadaka 500 1000 na maisha yangu nikajikuta ni 500 1000. Nilipoongeza nikaanza kutoa 5000 na maisha yangu yakafanya, akasema sasa hivi natoa sadaka yangu 10,000. Tulikuwa kwenye ibada ya vijana, imepita miaka 8 7 ngapi sijui, nikadaka kile kitu. Watu waliofanikiwa wanasema jifunze kwa aliyefanikiwa. Nilipomwangalia nikasema huyu amefanikiwa, kama huyu amefanikiwa amejaribu kufanya hivi, ngoja na mimi nijifunze.
nikaanza kuikataa 500, baadaye nikaikataa 1000. Kila hatua niliyoamua ikifika Jumapili niwe nafanya hivi, na ndiyo hatua niliyokwenda. Nilifika mahali nikamwambia mke wangu, niwe ninacho niwe sina, Jumapili lazima nitoe zaidi ya 10,000. Iwe kwa kuwazima, sawa? Na Mungu alivyo, kwa sababu nishaweka nia, nitaiweka mpaka Jumapili nitoe zaidi ya 10,000. Tangu nilipoanza na 2,000, nilikuwa na maisha ya 2,200. Unakwenda huwezi kosa 20,000. Si sawa? Yaani huwezi kosa nini? Yaani unaona kabisa kama kiwango ambacho najipimia ndicho ambacho naishi nacho. Nikahama. Nilipoanza kujiwekea mwenyewe, nilijifunga mwenyewe, nasema hapana. Yale yazungumza mtumishi hapa. Mbona kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili asubuhi chakula natumia hela nyingi, alafu mimi ifika Jumapili asubuhi niende na 1,000, niende na 2,000? Nikakataa. Hivyo na mabadiliko niliyaona hivyo. Bila kuvutana na mtu, bila kushindana na nini. Juzi nimemwambia, kuna maneno yalinigusa kwa nani? Kwa mzee anasema, alisema kwanza, aliuliza vizuri, nikasema tayari anataka pige jiwe huyu mtu kichwani. Wangapi wanapanda bodaboda kuja kanisani? Tukanyosha. Kutoka mjini mpaka hapa shingapi? 2,000. Kwenda na kurudisha ngapi? 4,000. Kwa hiyo bodaboda umpe 4,000, ila sadaka utoe 500. Sipandi bodaboda mimi ili nifanyaje? Jiwe lilifanyaje? Tof. Sasa bodaboda amekula 4,000, Mungu amekula 500. Alafu nataka Mungu amlipie na yule bodaboda. Tena kana bodaboda kazipeleka kwenye uzinzi, kwenye urevi. Alafu Mungu afanyeje? Haleluya. 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 Na chechi tunaomba tutoe 500, alafu tunataka utajiri. Wakati anaongea yale maneno, nikakumbuka yale maneno ya mtumishi nani? Mwenge. Halafu nakuja kuletwa kwa kitabu cha Ayubu. Anasema kuwa ndio, ni nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Nani aliyetangulia kunipa hata nimlipe? Nani mwenye ujasiri kunidai aniambia alichonipa nimlipe? Maana yake mpige hesabu, hicho ulichompa fanyeje? Akulipe. Kama ni mara 100 afanyeje? Akulipe. Torati 28. Torati 28 mstari wa kwanza. Ndio. Neno la Mungu linasema, ndio, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako anachokuelekeza, anachosema na wewe, ukiamua ukachukua maamuzi kwamba nataka ni mheshimu Mungu kwanza, ajinyenyekeshaye atakwezwa, ajikwezaye atafanyaje? Atashushwa. Ukiamua kwamba Mungu wa kwanza, mimi si chochote. Mtu mmoja akasema
mtu akiwa anajenga, ni maneno aliyopewa. Akaniuliza, mchungaji, kama mtu yuko anajenga, anasema Mungu ameniambia nikuulize, uambie watu, kama mtu yuko anajenga atabadilisha namna ya kula, sawa, atabadilisha namna ya kuvaa, atabadilisha matumizi fulani, ili afanyeje? Kama alikuwa na matumizi kila kona anayokwenda, choma kilo 3 za nyama hapo, zungusha kama tulivyo, anapunguza. Kama alikuwa ana mpango kwa mwezi ashone vitenge 3, anapunguza mpaka afanyeje? Ajenge. Nikaulizwa, nini mkiamua hamwezi kujenga? Mbona vya kwenu mnafanya? Nikaona imeninata. Nikaona nimefanyaje? Sasa kama hatuwezi kuona Mungu kwanza, yeye anatufanyaje sisi kwanza? Tena Yakobo anasema mnaomba hampewi kwa sababu mwaonewe. Mungu tubariki ili tufanye vya kwetu. Maana yake nini? Kama tungejua kuomba tufanye kwa ajili yetu wenyewe na kwa ajili ya Mungu, Mungu angetupa. Haleluya. Anasemaje huyo? Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo. Ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote. Na baraka hizi zote zitakujiria. Halafu na kukupata. Halafu usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako, ndipo atakapoamuru baraka zifanyeje? Tutakaposikia sauti, maelekezo yale Mungu anayoyakemea, anayoyakataa, ataamuru baraka zifanyeje? Zitufuate. Kwa hiyo tunatumia nguvu sana, si kwa sababu fedha hazipo. Wakati tunasema hali ni ngumu, kuna watu wako wanainua mijengo. Kuna mahali nisikia mtu yuko anajenga nyumba 16 kwa wakati mmoja. Amenunua yadi kama hivi, ili eneo anunua nyumba kama hizi, alafu anapitisha greda. Wakati unasema ukinipa ile nyumba viwili na sekure tu, naweza nikaishia kanisani kila siku. Mwenzaka ananunua nyumba ya vyumba 20, alafu analipa na wagreda bomoa, aondoe uchafu. Hachukui bati, hachukui chochote. Tena nakwambia chukua chochote tunachokitaka. Alafu amekulipa fedha unayoifanyaje? Unaitaka. Mnakubaliana, hii nyumba bei gani? Nipe milioni 100. Umeridhika yeye? Anakupa milioni 100. Alafu anakuambia ukitaka na hizo bati fanyaje? Chukua. Baada ya siku 2 nitapitisha grade hapa. Alafu mtu anajenga nyumba 16 kwa wakati. Kuna nyumba alikuwa anasimamia mzee Nobe hapa Kabasha Road. Nyumba 6 zinapanda kwa wakati. Aje wa 16 ambaye ni wambali hapa tu. Kijana ambaye alishakuja hata kanisani, mara nyingi ataishakuja hapa kanisani. Nyumba 6 zinajengwa zote kwa wakati. Wakati mimi nyumba moja nimefanyaje? Imenishinda. Anajenga nyumba 6 zinapanda kwa wakati mmoja, zinasafishwa. Wakati wanaezeka, wengine wanatafuta cha kufanya, wengine wanachimba mashimo ya choo, wengine wanafanyaje? Sawa, zinaisha. Hawa wanasafisha nyumba hii, hawa wanasafisha nyumba hiyo. Anaweka na tiles, anaweka na milango, anaweka na vitu gani? Anaweka na vitu ndani. Mpangaji akija asipate nini? Halafu uwanja wa milioni 2 umenishinda. Mwingine anajenga nyumba 6 kwa wakati.
Kwa nini Mungu asikugawanyishe hizo fedha? Watu sasa wakapata nyumba moja moja. Amezindika